Nauliza swali, kwa nini Yanga tuliamua kubadilishia nguo wapi? Nyumba ya jirani. Nyumba ya kifahari ya jirani. Sawa bwana Isa. Jibu la kwanza, Isa Dede. Taratibu jamani. Jibu la kwanza, Isa Dede, kwa nini Yanga waliamua kubadilisha nguo kwenye nyumba ya jirani na sio kule vyumbani? Jibu la kwanza, wewe haikuhusu. Na anayejiuliza pia hilo swali haimuhusu. Inatuhusu sisi Yanga wenyewe, na ni maamuzi yetu na tumeyafanya na tumejipongeza kwa hayo maamuzi. Basi wewe unayejiuliza pembeni, ilikuwaje Yanga wakaenda kwenye ile nyumba? Jibu rahisi tu ni kwamba haikuhusu. Punguza kiherehere kwenye mipango ya watu tauni hapa. Punguza ujuaji. Maana nimeona uchambuzi mrefu. Punguzeni jamani mipango ya tauni, punguzeni ujuaji tauni hapa. Haiwahusu. Kama watu wanasema kwamba ulizwa dawa, ni kweli labda ndio maana mkabadilisha. Ndio maana nimesema hivi, maamuzi ya Yanga kuingia kwenye nyumba yetu ya maajabu, ile ni Magic House, miracle. Ile mechi wiki moja kabla ilikuwa ile nyumba haionekani pale Samuyo. Ni Magic House. Kitafuta hivi uioni. Wamekuja kuiona saa 10:15 watu wanaingia ndani. Kumbe kuna nyumba Magic House, jumba la maajabu. Maamuzi ni ya kwetu na hayawahusu. Maana nimeona maandiko mengi, sijui TFF mnalea watu. Wakati Simba anavunja mlango wa VIP pale New Amani Complex, hakuna mtu aliandika hapa. Wakati wanavunja mlango wa VIP New Amani Complex, kimya, mlikaa kimya. Na mkasema mshajua mbinu zao, huo ndo uongozi huo. Wakati Simba wanaingia chumba cha waandishi wa habari New Amani Complex kufanya dress, kutoa maneno. Kwenye muungano, wakati Simba wanakimbia changing room, wanaenda kubadilishia nguo store kule, mlikaa kimya. Hamkuongea. Leo Yanga kwenye jumba la maajabu, maneno mengi hayawahusu. Kama ni mabingwa wa kusahisha, pa kuanzia palikuwepo, mngesahisha huko. Maana nimeona mnapiga pressure hapa, sio nini? Taratibu zipo, kama kuna kosa tutaadhibiwa, fine tutalipa. Alhamdulillah. Sio shida zetu. Ila kama mna shida ya kurekebisha jambo, pa kurekebisha mlipaona mkakaa kimya. Kwa hiyo tulieni. Na nimewaambia mechi ijayo kama watapeleka pale Isamuyo tena, Yanga tunaweza kufanya maamuzi mengine ya kuwashtua. Tuna uwezo wa kufanya maamuzi mengine ya kuwashtua. Hata kwenye chumba cha ghala la silaha tukaingia, tukabadilisha nguo. Pa kurekebisha mlikuwa napo, mlikaa kimya. Wachambuzi na waandishi mlikaa kimya na mkawasifia kwamba Simba ni mamafia, wamevunja mlango wa vioo, wameingia ndani, mlikaa kimya. Mkasema hiyo ndo dabi. Yanga kwenda kwenye jumba lake, maneno. Sisi tunaweza. Ndio tunawaambia, yani timu ikishaitwa Yanga ogopa, mdogo wangu, ogopa sana. Wanasema hivi, kocha Pedro kwamba mpira umempalia, na namnukuu kabisa kwa Yanga. Amesema bwana kocha, ngoja nikupe majibu ya hilo swali. Maoni yaliyotolewa na wanayanga kuhusu benchi la ufundi ni maoni sahihi na wako sahihi, na ni haki yao ya msingi kutoa maoni. Na sisi viongozi ni jukumu letu kusikiliza wanachama na kuketi chini kufanya tathmini ya hayo maoni waliotoa wanachama, ambayo yanatakiwa arekebishe. Tunampelekea kocha. Kocha sio kwamba ni kipofu aoni au ni kiziwi asikii, anaona na anasikia. Bwana wanayanga maoni yao ni haya, na sisi viongozi tumefanya upembuzi, tumeona hiki tukiboreshe. Sio shida zetu hizo, hii timu ni ya wanachama shekhe. Ndio bwana, tumeteua viongozi waongozi, lakini timu ya wanachama. Maoni ya wanachama wakiyatoa tunayasikiliza, tunayafanyia upembuzi ambayo yana manufaa kwa ajili ya timu yetu, tunayapeleka mbele.
Sisi tulifanya kikao hapa cha tathmini ya timu, tulikusanya pia maoni ya wanachama wetu. Mimi nitawapa leo siri moja ambayo hamuijui. Unajua mimi hapa Yanga ipo siku tu baadaye huko nikisha staafu, nishakuwa mzee tena nini, nitakuja kuwapa au kuandika kitabu kimoja kinachoelezea yani msemaji wa Yanga ni nani. Unajua unaweza kuwa msemaji wa Mtibwa au msemaji wa Azam, ila ni tofauti kuwa msemaji wa Yanga. Kwanza sio kazi nyepesi kuwa msemaji wa Yanga, ni kazi nzito kuwa msemaji wa Yanga. Hapa sio tu msemaji eti umekuja hapa umeposti umeondoka. Hiyo sio kazi ya msemaji wa Yanga, ni beyond hicho ambacho wewe unakiona. Siku moja Romain Folz tuko pale Gymkhana pale, tulipiga picha moja hivi nyinyi mkaona kama tunacheka naye pale. Tuko Gymkhana pale, kocha wetu ambaye ameondoka Romain Folz. Tumecheza mechi, sijui ilikuwa mechi gani bwana. Asubuhi nikakusanya maoni ya wanachama wote kwenye peji yetu. Nikatengeneza presentation iliyonyooka, maoni ya wanachama kuhusu performance ya timu. Nikaenda kwenye peji yake, maana wewe hajasoma. Nikakusanya maoni ya wanachama yale yameandikwa. Nikaenda kwenye online media hizi, watu walivyokuwa wanahojiwa, wana Yanga, wachambuzi, mashabiki wa timu pinzani wanavyoisema timu yetu. Nikakusanya zile clip zote. Alafu nikaambia kocha, naomba kikao na wewe. Nikaambia mimi hapa kila kinachotoka kutoka Yanga ni jukumu langu, na kila Yanga inavyojadiliwa nje ni jukumu langu pia kujua public inasemaje kuhusu Yanga. Wana Yanga wanalalamika na performance ya timu. Presentation ya naye chini. Masaa hayo huyu anaitwa Zakia Yanga anasema tunacheza pila gumu. What is pila gumu? Nikaambia football haieleweki baba. Kaambia hivyo no pass, no nini, no possession. Watu hawaelewi. Akaniambia huyu Zakia hajui mpira. Nikamwambia sio Zakia peke yake, kuna baba Yanga hapa. Kasema kocha atimuliwe. Kaambia huyu kasema uondoke. Hawa wana Yanga wana pressure. Kaambia ishia hapo, kuna wachambuzi hapo. Kamoshia clip. Huyu Jemedali Saidi huyu Jeffrey, huyu mzee wa Jambia, huyu sijui Abisai wanasema pila gumu hili. Kaambia achana na wachambuzi. Sasa mashabiki wa Simba hawa hapa wanatuonea huruma. Yanga hatuna kocha. 2 hours mimi na Romain Folz. Sio utani. Na hivyo mimi ninavyoongeaga hapa si anasikia kama kitu darasa anasema, mwambie kocha vitu haviko sawa. Akaniambia okay, what's your opinion? Kama we need to change. We need to change kwa sababu nataka public itujadili vizuri Yanga. Mimi nataka kama msemaji nikiamka asubuhi nione timu yangu imejadiliwa vipi. Hii sio sawa. Na yeye akaanza jitihada. Alikufanya jitihada sana Romain Folz. Usiku na kocha alikuwa halali yule jamani. Mungu na mipango yake tu. Folz, mimi ndo maana toka ameondoka Folz sijaenda kutoa neno kumsema. Yule baba alikuwa anapiga sana kazi. Mambo tu anakataa sometime kwenye maisha. Lakini alikuwa halali Romain Folz. Mechi inaisha, anachukua kipande hiki, anafanya presentation, usiku chumbani kaweka project, anaangalia mechi, anaumiza kichwa. Lakini mambo yanakataa, kwenye maisha ipo hiyo. Kwenye maisha ipo hiyo. Lakini nimekupa mfano huo uelewe kwamba sisi viongozi wa Yanga hatujawahi hata kwa bahati mbaya kudharau maoni ya wanachama. Na ingekuwa sisi ndo timu nyingine, leo Godi asingeingia. Wewe Mchome anakwao sasa hivi. Mchome si shabiki ambaye ana kwao. Kinachomfanya si ukweli wake anaosema. Mzee Saidi anakwao. Nyie waandishi wote nyie, najua hii hamtapandisha. Waandishi wote nyie mmepigwa marufuku na Simba msimu hoji Mzee Saidi na Mchome. Uongo? Sema. Uongo? Wote nyie mmepigwa marufuku na Simba msimu hoji Mchome na Mzee Saidi kwa sababu wanawasema. Nitajieni mimi lini mwapige stop msimu hoji mtu wa Yanga? Dosa sikia siku wanaongea, nishawaambia mimi msimu hoji Dosa. Semeni haki, tuko hapa. Sisi Yanga hatujawahi kudharau au kumpangia mtu cha kusema. Katika maneno yao ndio kuna ukweli wa kurekebisha. Haiwezi kuwa timu inakwenda tu watu hawaongei. Hii timu ipiga hatua, kuna mambo mengine kiongozi huwezi kuyapata yote, uko busy na timu. Acha maoni yaje.
Hasa sisi Yanga ndio maana sisi tunadili na mtu akitushutumu. Na nitumie fursa hii kuambia kesi imeendelea leo Jumatatu. Maana kama kuna ukimya kidogo ulipita hapa mkafikiri kesi leo imeendelea. Kwa mujibu wa taratibu za kisheria tuliambiwa tutume barua ya pili ya kuwakumbusha watu hawa ambao